umri wako na mtoto wako, au mtoto wako ulimpa ushauri jambo gani atakubali? Ulimpa mashauri matano, mangapi alikubali? Inatakiwa mzazi amwite mtoto umfanyie mtihani, hata kama wewe una nafsi nati, ili umpime kwamba huyu kweli aweza kunisaidia au hawezi kunisaidia. Na ndio maanake watu wengi, asilimia kubwa, wanasema watoto bana na wakike ni bwana, nasema mtoto wa kike wanapata matatizo. Ni kwa sababu mwanzo huyamlea, mwelekeze njia, uwe karibu naye, alafu baadaye ndio hivyo. Nisema bwana, na wamesema hivyo wanazuoni wengine, wametoa mifano kutokana na watoto wa kike walivyo. Mmoja mfano, kuna baba mmoja alifiwa na mke wake, mtu mzima kama wazee wangu, mzee Twaa, mtu mzima kabisa, kafiwa na mke wake, akaachiwa binti wake watano. Baada ya kuachiwa binti wale, ikawa na watoto yuko nao mwenyewe nyumbani kwake. Mtoto anamsaidia baba yao, anafanya nini? Allah akaleta riziki ya waume wanne. Watoto ni watano, waume ni wangapi? Wanne. Wataka kuoa. Kawaida ya eneo lile ni kama kawaida ya makabila mengine, kila mazonga bondei na kabila, kwamba yule mkubwa ndiye aoaye alafu, au mkubwa ndiye olewaye alafu akapatia, haruhusiwi kuolewa mdogo kama nataka muoe huyu hapa. Kabila mengine ni tabia zao wenyewe, mazingira yao yamejikea. Utakuta kuna kijana huko asoma, wafanye kababusha, eti kuna mdogo wake atakaoa. Sasa yule wambunjia yake kwa sababu mwingine anakuoa. Kwa hiyo yule baba akasema huyu mdogo ndiye atakayebaki, hao wakubwa wanne ndio watakofanya nini, ndio watakaolewa. Yule binti mkubwa wa kwanza alimwambia baba, samahani, naomba radhi, naomba hawa wanne uwape ndugu zangu, naomba lakini hawa wanne uwape ndugu zangu waolewe. Baba akamuuliza kwa nini? Akasema mimi ndio mkubwa, mimi ndio mnaamuru dharubu za kuhudumia wewe, kuhudumia hivi, lakini sasa nitamwacha mdogo hatakuhudumia pasavyo. Waache waolewe ndugu zangu, mimi nitakuhudumia mpaka maisha yako, utapata umetanioa. Angalia watu ambao wameleleka katika utaratibu wa dini, wanakuwa ni manufaa kwa wazazi wao. Kwanza alikuwa na huruma kutokana na ndugu zake, lakini hivi sasa aweza kuwa yule mume amefuata mtu, kamfuata ndugu yake, yule ndugu wa mtu akamshawishi yule mume ndio haipo hivi. Yule ndugu yangu tu mbona hajui mimi hapa. Watu sisi wali. Sasa kile alikuwa na huruma kwa sababu dini kwake imeenea. Kwa hiyo nashuhudia wazazi wa Waislamu kwa jumla, tuwafundisheni watoto elimu ya dini kwa wakati huu. Elimu zote zina thamani, lakini elimu ya dini nayo ina thamani. Ukiangalia form 6 wengi, chuo wengi, nini hivi sasa ni mabodaboda, lakini hakuna mtu anasoma dini akawa yuko ma'azza Allahu bijahl wala adalla biilmi. Lakini sasa tuwasomesheni watoto wetu, tuwasomesheni watoto wetu kuwasomesha, kwa maana wajue dini yao na ajue elimu. Lau kama atoka pale aweza kumfundisha mwenzake.
aweza kufanya mambo yake ya dini, sio kusoma juu tu ujanja. Inawezekana ni wagonde bana, ushafika ibada, twende mjini ukasome, ushafika maneno twende, kwa sababu ukimwacha hapa akiwa mkuga, watoto wengi watoka chuoni wakimaliza saa 7 anapata kadaa ndio kwenye michungu. Akitafuta ameingia ndio kwa kwanza kumwambia kitu. Kwa hiyo tuwasomesheni watoto, kuwasomesha sio wasomesha ujanja. Yatakiwa sisi wazazi tuwasomeshe watoto, kuwasomesha na umfuatilie mtoto wako, upoteze gharama kama vile ambavyo waweza wapoteza gharama kwa ajili ya shule kumsomesha mtoto dini. Na walimu nao ni jukumu lile kwa Mungu. Kama umekuwa mtoto wako umsomeshe, ile ni haki yake, siku ya Kiyama utakwenda mlipa. Sallu ala nabi. Siku ambayo mtoto ambayo umepewa mwanafunzi, siku ambayo hujamsomesha, ile ni haki yake, siku ya Kiyama utakwenda ilipa haki. Umewapita potezee, amepata muda mrefu kiasi ambacho alikuwa asome, angekuwa amefika level fulani, hakufika hata robo ile ni haki ya mdhulumu. Ile kwa Mungu utakwenda mlipa kiasi. Kama vile ambavyo mzazi, mwalimu anamsomesha mtoto wake, hamlipi ada yake, hamlipi mafi yake, hii ni haki. Siku ya Kiyama ule mlongogo wote utaletwa, madaiwa na mwalimu wewe ada 7 hivi, leo utachukua thawabu. Siku ya Kiyama hakuna kulipa na pesa, ni thawabu. Zachukuliwa thawabu zako, apewa yule. Thawabu huna wewe, zachukuliwa dhambi zake mwalimu kwa wewe mzazi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tumezoea Wadigo, Wasegeju, Wabondei hawajui kusoma, hawataka kusomesha. Wadigo, Wasegeju, Wabondei hawataki kusomesha, na ndio maana kisasa Waswahili wasema maji yapanda nini? Maji yapanda mlima. Ukienda madrasa zote za mjini, asilimia kubwa ni watu wa milimani, Kondoa, Sambani, sijui kwa watu, lakini Wabondei na Wadigo wana relax. Yeye anafundiwa wa kwanza kulaumu. Kule mwalimu bwana, somesha ubara tu. Sasa mimi niko nyumbani. Sebo. Niko na mali wako. Wanakibara somesha. Sasa ukumbapo ni uchuro. Mimi ni mali wako ngombe na kuchoka. Kuna shehe mmoja alikuwa Seneda Guni kwa mwamba wa fulani wote Uroro wapi Banga Subata. Huyo alikuwa ndio mzungumza, aidha kanungumza saa hizi mpaka jua lake. Zungumza na wala chochote. Na akizungumza kwa maneno mazuri kabisa, akwambia kama kesho Tanganyika, akwambia ngono ziko Tanganyika. Maneno yasema hapa ni mazuri. Maneno mazuri zaidi ni yako wapi? Tanganyika. Ndio maana yake. Ndio kwa huko alisema yule shekhi na mnukuu, alisema watu wa fulani, gurudumu la tarehe litawakanyaga. Watu wasoko macho. Gurudumu la tarehe ni maneno kule mjaji mlomza hivyo, nafikiri kama darasa 4 wala darasa la 7 shule. Maneno hayo, gurudumu la tarehe litawakanyaga. Watu wakuelewa, kwa maana ulimwengu unavyokwenda utageuka. Walio chini watakuwa juu, waliojua watakuwa wapi? Chini. Kwa ndio anawahusia
tuwasomesheni watoto, tuwasomesheni watoto. Kusomesha watoto ni kutoa gharama. Mpeleke mtoto akasome, mpeleke mahindi msagie asome, mpeleke ni asome. Mwalimu wetu ninaona huu hapa ningoja mtapeleka akasome, kwa sababu ukimwacha hapa ataelemea, atakwenda kwenye mafuso machumba. Ndio mwalimu kwa sababu wenzake kala sawa kayaje ondoka, yeye anaona yuko mkubwa, wanajiona ishara ajiona kwamba yeye. Kwa hiyo tusomesheni watoto na walimu, tusomesheni wanafunzi, tusiwe na usanii wa kusomesha. Na mimi najivua mtu kama hasomeshi, nitamwambia Mungu, mimi niliwaambia kwamba mtu ambaye hasomeshi atakuwa haki ya mtoto au haki ya mwanafunzi. Katakiwa watoto wasomeshe. Watoto kupotea huko na nini ni kwamba walimu wenyewe hawasomeshi. Walimu hawasomeshi. Na ubaya zaidi, mwalimu hatakiwi amfanye mwanafunzi rafiki kupindukia. Ukimfanyia rafiki kupindukia, umemdhuru mtoto. Ukimfanya mwanafunzi kwamba wewe rafiki sana, mambo ya kuandika mwambie ndani mwambie, ushamdhuru. Kumdhuru kwamba hatasoma tena. Fanya baba. Pamoja nijua hiyo. Fanya baba. Mtoto, mwalimu hatakiwi urafiki na mwanafunzi muda wote. Kuna baadhi ya muda ili ajisikie, lakini sio kama rafiki yako. Yafikia wengine mpaka watu mawasichana pia mwana. Ni matakuluna mara tafanya. Kwa hiyo nachohusia wazazi, mzee watoto hawa lazima wakazaniwe. Na isiwe ni kazi ya mzazi, iwe ni kazi ya kijiji. Kama mwalimu ndio atakufikia wapi? Asikamani. Kama mtoto kama watoto wasome. Mwenzetu anapiga hatua, ukienda Kondoa. Watoto ambao wanaenda kusoma walikuwa ni walimu. Kule kulikuwa na walimu wa Digo, wa Segedu, walimu wa walipomaliza watoto wao huku kwenda kule, wale kwenda kule kusomesha wa Digo na Wasegedu wamerudi huku kwa sababu hawana nafasi tena. Hawana nafasi tena. Ni sasa uko juu. Wanataka kuchina wali wengi. Kwa sababu tayari kule washajiwekeza. Kwa hatima yote sisi hapa tutachukua watoto kupeleka kule. Hatutaki kusomesha watoto. Hivi kweli yashindwa kijiji hichi. Tukasema jamani, kila mwaka mwezi wa 7 wale ambao wamefeli tuchukue japo watu watatu wale tupeleke mjini kusoma. Yaani kwa watu watu wakivuna mahindi kwa mahindi. Wafanya nini? Na uzuri wa elimu yetu sisi watu kama vile wanavyoona watu wajitolea kwa ajili ya Mungu. Watoto wakija kule atupa kama katika bahari. Mzazi ulizalika na baba. Lakini pia wasoma. Wale waliohusia lazima hilo. Na wahusia tena tuwafundisheni watoto. Sio kuwafundisha kimzamza, wafundishe kufundishwa. Mwalimu wetu ni mtu yule. Kesho hayupo, nani atasimamia? Mwadhana. Sheikh kama mwalimu wapi? Walikuwa moyo sana. Baada kwa mtazamo watoto, mwalimu hivi